Watu wa Mungu, sisi sababu ya kuokolewa au sababu ya kumkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wetu ni kwamba tulimkimbilia yeye tupate kwanza wokovu na kusamehewa dhambi zetu. Hilo ndio lilikuwa la kwanza. Lakini la pili, tulimkimbilia Yesu ili atakaporudi na sisi tuwe sehemu ya wale atakaoenda nao mbinguni. Yeye alisema hivi, nyumbani mwa Baba yangu muna makao mengi. Kama yasingelikuweko huko ningeliwaambia, lakini naenda kuwaandalia mahali. Nami nitarudi tena niwachukue, ili nilipo mimi na nyinyi muwepo. Watu wa Mungu, Yesu huyu aliyeenda mbinguni anakaribia sana kurudi. Anakaribia sana kurudi. Wakati wowote Yesu anaweza kurudi. Na kwa sababu hiyo sisi tuko tayari kumpokea anaporudi. Na atarudi, tumesema anarudi kwa namna mbili. Atakaporudi mara ya kwanza, atarudi kwa ajili ya kuwachukua watakatifu wake. Tunaita unyakuo, rapture, laptu kwa Kiyunani. Kuwachukua ghafla, kufumba na kufumbua. Paulo anasema ni fumbo, ni siri, ni tendo litakalofanyika katika kitendo cha kufumba na kufumbua. Hawapo. Na ghafla itakapotokea hawapo, huku chini dunia itakuwa kwenye shida. Lakini wao wakiondoka, yale yote tunayoyafanya hapa duniani, tunayomfanyia yeye hata bila mtu mwingine kuona au bila kulipwa chochote, hapo tutakaponyakuliwa na kwenda, tutakaa naye hapo juu kwa miaka 7. Na katika miaka 7 kutakuwa na karamu ya mwana kondoo kwenye kiti chake cha enzi, ambapo panaitwa Bematos, mahali pa hukumu ya watakatifu. Tutakaa hapo na Yesu kwa karamu yake. Na wakati tukiwa hapo, kila aliyefanya kitu kwa ajili ya Bwana, kila uliyefanya jambo kwa ajili ya Mungu, sadaka ulizozitoa, muda ulioutoa kwa ajili yake, kujitoa kwako na kukataa ulimwengu, kutakuwepo na kupewa taji kwa kila aliyefanya kwa uaminifu. Amina. Kila aliyefanya kwa uaminifu atakuwa akipokea taji yake. Na mimi naisubiri ya kwangu. Jina la Bwana libarikiwe. Na kisha baada ya miaka 7 Yesu ataturudisha tena duniani. Kitabu cha Zakaria sura ya 12 kuanzia mstari wa 4 na wa 5 anasema, Bwana wangu atakuja pamoja na watakatifu wote pamoja naye, wa agano la kale na wa agano jipya na kanisa alilolinyakuwa, tutarudi tena duniani. Kitabu cha Ufunuo sura 21 mstari wa 4 anasema, na viti vya enzi vikawekwa, wakeketi juu ya viti vya enzi. Jina la Bwana libarikiwe. Na wakatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hatujaokolewa tu tuje tucheze kanisani alafu basi. Tumeokolewa kwa ahadi zile ambazo tunazisubiri. Na nikusihi sana, ahadi hizo ni za maana. Miaka yako ya kuishi imefika 60, umezeeka. Lakini hapa tunaongelea miaka 1000 ya kutawala pamoja na Kristo. Alafu baada ya miaka 1000, milele na milele. Hakutakuwa na kifo, wala kilio, wala machozi, wala huzuni. Milele na milele. Kwa hiyo usihangaikie hivi vitu vya muda mfupi vinavyopita. Usihangaikie tamaa zinazokuvuta za mwili za muda mfupi zikakukosesha vitu vya milele. Wanandoa, kaeni vizuri. Ndoa zetu ni za muda tu, tunamsubiri Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nilisema nitakukumbusha kila siku. Kila Jumapili nitakukumbusha. Kila ambacho Bwana ataweka ndani yangu nitakukumbusha. Usisahau kwamba sisi tunaondoka. Hapa sio kwetu. Haleluya.
Mpaka hapo umenielewa eh? Hapa sio tunaondoka. Ndio maana tunajitenga na uovu, tunajitenga na dhambi. Sio kwa sababu nyingine, sio kwa sababu tunataka tujionyeshe kwamba sisi ni watu bora, hatuwezi kufanya hivyo. Hapana, kuna ahadi zinakuja. Ziko ahadi, na kwa sababu ziko, tunajitenga, tunataka kuzirithi. Amina.